Mwaginya 11. Hebrews chapter 4 verse 1 to 11. That is the word for today. Bwana Yesu asifiwe. Nitwetekere kuigua mugambo wake. Tigai komia ngoro cianyu. Nigukorwo Joshua angiamukinyirie kihuroko-ini kiu, Ngai ndangiacokire kwaria thutha ucio uhoro wa muthenya ungi. Tondu ucio gugatwika ati andu a Ngai nematigareirwo ni thabatũ ya kuhuruka. Amu mundu uria oreketie gutonya kihuroko-ini giake ni ahurukite, onake agatigana na mawira make, ota uria Ngai ahurukire agatigana na mawira make. Ni undu ucio ri nitwerutanagirie nakio tugatonye kihuroko-ini kiu, nigetha mundu ona uriku ndakae kugwa ni undu wa kurema ta uguo andu acio maremire. Mwathani arorathima kiugo giake thiini wa mbuku yake theru, na rio ritwa riake riamurwo na rigocagwo. Amen. Amen. Tutasimama turugame dakika imwe tuine rwimbo rwi hau programine gifungo kimwe nigetha tu welcome our secretary general no gutuhe kiugo. Udogorie Mwathani Jesu ndimuge iweru-ini Umene hinya nyitana guoko gwaku Jehova wa igũrũ honia ngoro yakwa honia ngoro yakwa. Aria na ithuĩ Mwathani nĩ tondũ nĩtwetereire kumana kũrĩ we ni ũndũ wa Jesu Kristo ucio Mwathani na mwonokia witũ. Tuketi. Kwanza nataka kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Sababu sote tumekula lunch, kwa hivyo tutaweza kuvumilia. Hakuna mwenye anatoka aseme ya kwamba akona njaa kumuliko mwingine, na sababu viongozi wetu hawakuchukua muda mrefu, walichukua tu masaa 4:30. So pia mimi mnipatie sitakaa, nitachukua tu masaa 2. Kwa hivyo sitawakawisha. Bwana asifiwe. Otherwise leo your excellency the moderator wa presbytery umetest patience yangu kabisa mpaka mwisho, sababu najua yule mtu ambaye atakuwa quoted kuliko mwingine wote hapa kwa PC leo ni SG, na atasemekana yeye ndiye custodian wa protocol, sio protocol, procedure, na yeye tumeona vile amefanya. So wale ambao wananiona wa PCA, tafadhali msinitaje, mtaje moderator wa presbytery, sio mimi, sababu yeye ndiye alikuwa anaongoza program and I didn't want to interfere. So I vindicate myself, although I don't know whether you will vindicate me, but let me vindicate myself. So sababu in my career, my 23 years in the ministry, sidhani nishawahubiri masaa kama haya, lakini kusema kweli hatutawakawisha. Lakini wacha niseme our leaders, sababu PCA ni gumu, mkiangalia hii ni gumu. So kama vile speaker amesema, maybe tuweze kuingia kwa festri kabla ya kuanza ibada, tunakubaliana tutaenda namna gani, sababu kuna chama kinaitwa business, Mheshimiwa Excellency, na kikiketi na kiseme, unajua wakati ule mwingine kiliongea kiseme hii mwenendo haiko sawa, na iseme tumesema, inakuwa gumu sana kubadilisha. So we will not like a situation where the business committee would say that our programs are not rhyming. So next time tukiwa na ibada kama hii, wacheni tukubaliane. Bwana Karongo, senator wangu,
tukubaliane ili tusije kukaa na maono tofauti. So let us agree on how to go about this kind of business. Sababu zote, we are all Christians, we are all Presbyterians, we are all members of the same family, and it will be bad for the church to tell people stop. It will not be good. So tukiingia kwa festri tutaweza kukubaliana next time. So kwa PCA, Secretary General does not talk politics. No. And it is good to teach you this. This is what the PP says, that it is the moderator who is supposed to discuss matters, politics. The SG talks matters administrative. Na kwa hivyo, I don't want to be tempted to mention anything political. Mimi kazi yangu ni kuhubiri leo. Lakini niko na shida kwangu nyumbani. Sababu niko na watoto 3. Wawili kati yao ni mawakili. My son and my daughter. It so happens mmoja ambaye ndiye anatupigia kelele zaidi kuliko wengine ako kwa mlego moja. Mwingine ako kwa mlego ingine. Mimi najifanyaga sielewagi. Sasa niko hapo. Na nimeona Kibisho hapo. Kibisho ndiye alinisukumia. By the way, Kibisho is a scholar. We are currently finishing our PhD ya uwakili na yeye. Kwa hivyo asante Bwana Kibisho. Shida ya Kibisho ni kujipatia majina mingi. Akona mingi sana. Mingi. QRB, ABCD, JK. Akona mingi. He's my good friend and a Presbyterian. So, this is what I always tell my children. My 2 children. They are young. They are Gen Zs. And this is what I would love to say. That in this home, this is my home. Although they tell me, and my mom is from here, by the way, but they tell me, your home is not here. Your home is either Nyeri or Kiambu, because my mom is married in Kiambu from here. But this is what I always tell them. My son and my daughter, the lastborn is here to get here. And this is my word now to our readers. Argue, do politics because you love them, but disagree without dehumanizing. And this is my clarion call to our readers. Disagree, but don't dehumanize, because it is not good. So let us not insult each other. Let us not be... Having said that, sababu sitaki kuelezea mambo mingi, watu wengi hawakukumbuka kuambia the family pole, other than our speaker and several others and His Excellency. Langu kwa familia ni poreni sana sababu ya kumpoteza mama. Poreni sana sababu ni uchungu. Na tunajua mahali inaguza. Na kusema kweli, it is a very personal thing. Losing a mother is so personal, a parent. So may God comfort you and kindly accept our condolences from my own family, from the PCA Church in general, na uendelee na kazi ambao mnaifanya. Mheshimiwa Kanini Kega, asante sababu tunajenga kanisa Arusha.
na yeye wakiwa pamoja na Mutega, wao ndio wanaongoza hiyo kazi ambao tutatarajia mwisho wa mwaka hiyo kanisa tutakuwa tukidedicate. Na asante sana sababu ya kazi hiyo. Na hata hiyo ingine umesema ya PC Emmanuel, umesema ya kwamba imalizike, hata kama mimi sio gofa, nachezaga dart, so hata mimi nitasaidia mahala nitaweza, ili tuone kanisa limejengwa. And thank you so much for thinking positively and sacrificing yourself for the church. So thank you so much, and may the Lord continue to bless you and to use you for his kingdom. One day, I stayed in a service like this one, na tukachelewa sababu nilikuwa naingiza watu kazini. Wakati huo nilikuwa na hudumu mahala kunaitwa Rimuru, na nilikuwa kijana mdogo sababu mmesikia I've served as a minister for over 23 years. Na wakati nilipomalizia simu yangu, nyumba yangu ilikuwa karibu sana na kanisa, na kwa hivyo nikasahau simu. Na nilipomalizia ibada, wakati ule simu hazikuwa na kazi mingi, sio kama saa hii, sababu sio mimi nilikuwa nauliza, lakini huyu mchungaji Jega, na amewapigia makofi sana kama kuna mtu amewasikiza kila kitu ni huyu mchungaji Jega. Tulikuwa tunasikia tu makofi. Haya, tutasikiza kama mahubiri atapigia makofi. So wakati huo walikuwa wanauliza kama hatungekuwa na simu tungekuwa tunafanya nini, sababu ameongea dunia yote hawa wakiwa hapa. So nikamwambia kijana wangu mdogo, wakati alikuwa kijana kadogo, eda uniletee simu kwa nyumba. And when the phone was brought, I looked at the phone and there were 26 missed calls from my mom. And nikajua hapa kuna shida. So nikapigia mom, akaniambia your father got sick. Na kwa hivyo tunajaribu kutafuta gari kwetu nikatora pale kutoka kwenda kwetu Ngori is a funny finish. And we are not getting through, so kindly know what you can do. So I do very fast. Nikaenda kuchukua, I think I took about 20 minutes. I was home, and as I was taking